Neno kifo limezoeleka, lakini ni neno ambalo ukilisikia kwa ndugu yako amekufa linaumiza sana. Kifo kimeletwa na Mungu mwenyewe. Kifo Mungu angeamua kisiwepo, kisingekuwepo. Hakuna anaweza kubisha. Mungu ndio alifanya kifo kiwepo. Hakuna nabii wala mchungaji wala askofu wala imamu wala nani atakayeweza kubisha. Hakuna malaika atakayeweza kubisha kifo cha mwanadamu. Mungu ndiye aliyekipanga. Amen. Tumezaliwa na tutakufa. Mchungaji, naomba utulie hapo, unatupotezea muda. Mimi mwenyewe niko hapa mbele yenu, siku moja nitakufa na siogopi kufa. Siogopi kufa. Kwa nini? Kifo kipo. Mjanja ni Mungu peke yake. Yesu ndio mjanja peke yake. Anajua kufa na kufufuka peke yake. Kifo hakina mwanamke wala mwanaume mvaa suruali. Kifo hakina mpagani wala mlokole. Moyo wako unasema ni kweli. Wapagani wanakufa, walokole wanakufa. Do you understand? Yes. Sasa ujiulizi, kwa nini Mungu akusema wafage tu wapagani? Kimepangwa kwa kila mtu. Ila tumewekewa njia mbili ambazo mwanadamu lazima uchague moja. Huwezi kufuata zote kwa pamoja. Lakini kufa tunakufa wote. Wapagani wanakufa, walokole wanakufa. Leo tunasikia kwamba Pastor Sara amekufa kifo cha ajali. Isikushangaze. Kwani wewe utakafa kifo cha namna gani labda? Au wewe utuambie utakufa kifo cha namna gani, utuambie. Nani anaweza kujitokeza hapa anaye labda anakosoa na kejeri aje aseme kwamba mimi sitakufa kwa ajali, takufa kwa kifo hiki, asogee. Kwa nini? Chukua hii. Kwenye msiba huu au kwenye misiba kukosaji maneno na longolongo. Sasa acha tuseme yale Roho Mtakatifu amenipa. Mimi mwenyewe sijui utakufa kifo gani, ila najua iko siku utakufa. Lakini sifi kwa muda unaotaka wewe nife. Apange mwenyewe. Akipanga mwenyewe kwa kifo chochote atakachonipangia, mimi siwezi kumkatalia. Rakatabo Sambo alimpangia Stefano kifo cha kubondwa na mawe. Stefano hakukataa wala kumlaumu, akamwambia Bwana, hawajui watendalo, wasamehe. Mikononi mwako mimi naweka roho yangu. Kwa nini akusema Mungu mimi ndio wakupigwa na mawe? Kwa nini akusema Mungu ningekufa kama kifo cha Isaka? Maana Isaka alikufa kistarehe. Akamwambia Esau, mimi nataka kufa, kaniletee msosi, chakula kitamu. Ile kama mwisho ni sepe. Anasema Esau, mwanangu, niletee chakula kitamu nile, nisosomole kama mwisho, alafu nife. Tumezaliwa ili tufe. Amen. Mimi nasikia maumivu tu kwa sababu ile jembe lilitufaa mno. Sio wanaosuprea tu, hata wa madhehebu mbalimbali mlikuwa mnacheka naye vizuri. Hakujua kubagua dhehebu au kubagua mtu. Inaniuma. Mimi Pastor Sara amesababisha watu wa madhehebu mbalimbali wawe rafiki zangu. Huyu nilikuwa namsikiliza, nilikuwa namuelewa. Amen baba. Tapata wapi mtu kama huyu?
Alikuwa na marafiki wengi. Ananiambia kuna mtumishi mmoja anaitwa 123, ni mtumishi mzuri, sio dhehebu langu. Kuna hii 123, yule 123. Nimefahamiana na watu wengi. Na alikuwa na kibali. Fikiria huyu mwanamke awamu iliyopita ya CPST mkoa, katika wajumbe 5 katika kamati ya CPST ya mkoa, katika watu 5 naye alikuwa mjumbe mkoa wa Songwe. Mwanamke. Sio wana Hasoprea walimchagua watu wa madhehebu mengine tu. Sio house of prayer. Askofu mkuu mtoka mbali anamfahamu vizuri huyu. CPST taifa anamfahamu vizuri huyu. Alikuwa na kibali kwa watu. Hatushangaa alikoenda, ni nyumbani. Tunaumia. Mbona tulikuwa tunamhitaji? Angefanya na kile na kile na kile na kile. Alikuwa anatusaidia kuziba mapengo mengi. Hakujali kwamba yeye ni mchungaji, yeye ni mwangalizi. Akiona kuna sehemu pana pwaya, alikuwa yuko tayari kujishughulisha na mambo ya chini, hakikisha amesolve. Kuwapata watu namna hii ni adimu. Alikuwa anaweka heshima yake pembeni. Kola yake anaweka pembeni. Muda wa kusifu kiti kinakuwa cha moto. Huyu mtu alikuwa ananyenyuka sifu. Na akiwa kwenye kusifu alikuwa na sifu kama hata imba tena. Mwacha kaimbe mbinguni tena na asembo. Mwacha kaimbe na kina Miriam huko tena. Ila mimi nimepata maumivu makali. Nikwambie rafiki yangu, toka siku amekufa mimi sijameza ugali wala nini hapa. Siumwi, sijafunga. Chakula kipandi. Yaani mimi mtu wa kutafuta matango saizi. Ndio natafuta matango ndio chakula. Nikinywa maji yanagoma. Sina namna. Sasa unapoona umati wote kama huu, ujue huu kilikuwa kifaa. Lakini Biblia inasemaje kuhusu kifo? Kuna mtu mmoja alianza kufa, alikuwa limbuko. Acha niwaambie hakufa vizuri. Lakini Mungu aliruhusu. Akachinjwa na kakake. Akapigwa visu, akapigwa makonde. Sio kwamba Mungu alikuwa haoni. Tunaposoma Biblia tusome vizuri. Usikajiona wewe mtakatifu sana, yasije kukukuta. Nani alikuwa mcha Mungu kama Haberi? Nani? Wachungaji nyinyi ni mashahidi. Kuna maandiko yanatuambia damu ya Yesu inanena mema kuliko ya Haberi. Zingine damu zikoje? Kutoka ya Yesu inafuata ya Haberi. Lakini huyo Haberi ndiye aliyekufa kifo kibaya cha kupigwa ngumi, cha kutomwa visu, cha kukatwa na mapanga na kakake. Amen. Mungu akuona? Hivi Mungu akuona? Aliona. Unafikiri Pastor Sara wakati loli linamvaa hakuona? Sasa tunasema nini? Kwamba Pastor Sara yeye tuseme ni zaidi ya Haberi. Haiji. Ila panauma. Kama panauma Pastor Sara, hata Haberi paliuma. Mama yake alilia. Baba yake alilia. Hakuiba kitu cha Kaini. Ulikuwa muda wa kwenda ibadani kumwabudu Mungu. Haberi akaona hawezi kwenda ibadani mikono mitupu. Maana Mungu amesema msije mikono mitupu nyumbani mwangu. Mungu akumwambia kitu kingine. Haberi yeye akaenda kwenye mifugo yake, anaangalia mnyama aliyenona ampelekee Mungu mbinguni. Akatafuta mnyama aliyenona apeleke madhabahuni sadaka kwa Bwana. Mungu akaipokea sadaka ya Haberi, halafu akamkubali. Amen. Akamtakabali, akamkubali. Niendelee? Kaini na yeye anajua kuna ibada kwenye mazao yake. Kila kitu kilimuuma. Akikuta hiki kizuri anaacha, kizuri anaacha, kizuri anaacha. Akakuta vibovu bovu vilivyooza, akasema hivi napeleka madhabahuni. Kwa nini asifukuzwe? Kaini alitimuliwa madhabahuni. Alipeleka sadaka mbovu. Ole wenu nyinyi mnasema Mungu ana
anachukuaga hata vibofu, anafukuzaga watu madhabahuni. Sio mimi. Hata usipopiga makofi sawa, piga kidogo makofi. Mimi nakupa maandiko. Biblia inasema alichambua sadaka, akaikubali ya Haberi, ya Kaini akaikataa. Sio mchungaji, Mungu. Aliyekataa ya Kaini sio mchungaji, sio padri, sio shemasi, sio imamu, sio askofu, Mungu. Kwa nini alikataa? Ilikuwa mbovu, ilikuwa chafu. Afu watu bila wanaongea kama ndio unyenyekevu. Mungu anataka chochote kile. Mungu yupi anayetaka hata chochote kile? Unamfahamu Mungu anataka chochote kile? Mungu anafoka mara kibao, sitaki kuniletea kilema, sitaki kuleta vilema. Anasema kama unapenda kampelekea shangazi yako hicho kilema na bosi wako kazini. Lakini sio Mungu. Kaini akapeleka uozo madhabahuni. Hatupeleki uozo kwenye madhabahu ya Jehova. Kama kwa waganga mmepeleka kondoo, mmepeleka ng'ombe, mmepeleka fedha, ili madhabahu ya Mungu ni ya kudharauliwa, ndio mpeleke uozo. Mungu hataki, akakataa. Najua unanielewa. Nataka nikwambie kifo kilipoanzia. Maana wewe unajua labda wanaokufa ni wabaya. Wanaweza kafa wema tukabaki na vibaka mitaani. Si Haberi alikufa mwema alafu kabaki kibaka Kaini. Je, tukabaki naye? Haleluya. Kaini ametimuliwa. Alipotimuliwa hasira zikampanda. Sasa mwakie Mungu, hasira zikaenda kwa mdogo wake. Na hata hapa kuna watu mnachukiana. Chunga. Sio mpango wa Mungu kuchukiana. Nataka niwaambie kabisa sio mpango wa Mungu. Sio mpango wa Mungu. Kuhusu madhehebu na dini zetu, hebu njoo tuvumiliane kidogo. Njoo tuchukuliane tu. Kila mmoja atavuna anachopanda. Mimi kuna siku naenda kutoa hesabu. Rafiki yangu tatoa hesabu. Hakuna mwenye kipimo cha mambo ya mtu, hayupo. Kama kuna mtu ametembea na kipimo cha kutupima utakatifu, akisogeze hapa tukanyage. Mwenye kipimo ni Jehova peke yake. Haleluya. Tunatofautiana mambo mengi kuhusu madhehebu. Hata kwenye Pentecost nako tunatofautiana. Tuchukuliane tu. Tuvumiliane tu. Kikubwa tukatae dhambi. Sasa kuna mwingine anaona kusuka nywele ataingia moto. Mwingine anaona dhambi haikai kwenye nywele. Sasa wewe uliyesema kusuka nywele kutakupeleka motoni usisuke. Uliyesema mimi nikisuka na mbinguni nitaingia, kikubwa nisitende dhambi. Ni wewe. Sasa unahukumiana jioni. Kwa nini na Biblia inasemaje? Kule mbinguni kuna kiti cha hukumu cha Wakristo tu. Wapagani hawakanyagi. Yaani kuna kiti cha hukumu cha Wakristo peke yao. Sisi tukaende pale. Sisi tukaende pale. Kikubwa uzaliwe mara pili kwa maana ya kuokoka. Umkubali Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Uishi naye. Ule naye. Haleluya. Kaini akaanza kumchukia Haberi, anasema namuua. Kwa nini yeye amekubaliwa na Mungu? Mimi nimekataa. Sasa akagombana na aliyemkubali. Anamwogopa Mungu, anataka kumnyonga mdogo wake. Na tumeambiwa mdogo wake hakuwa na nini? Na hatia. Akamwambia bwana mdogo, twende uwandani. Lakini kabla hajaenda kumuua, Mungu alimtahadharisha Kaini. Akamwambia wewe, mbona umekunja ndita? Nini kimekukasirisha? Akanuna tu. Mungu akasema sasa ngoja nikwambie mapema. Kuna dhambi iko mbele yako inakuotea. Lakini Kaini mwanangu, imekupasa uishinde hiyo dhambi. Dhambi ya kumuua mwenzako. Dhambi ya kumsingizia mwenzako ni uaji. Unakazana unamsingizia mtoto wa mwenzio, unamsingizia ili aharibikiwe. Wewe ni muuaji.
kumsengenya mtu wa watu, mtoto wa watu, wewe ni muuaji. Kumsemea uongo mtoto wa watu, wewe umemshikia kisu, ni muuaji. Kuna watu hawajashika visu lakini midomo yao ni kisu. Wameua kwa midomo yao. Mungu akamwonya, kuna dhambi mbele, ushinde. Na Mungu akamwambia, nimekuona umechukia kwa sababu Habili nimemkubali. Kaini, kwani wewe uwezi ukatengeneza kibali? Yule alitengeneza kibali nikamkubali. Na akamwambia, ukitenda mema, kwani wewe sitakukubali? Tenda mema nikukubali. Ilikuwa fanye bidii, atende mema, mbingu zimkubali, Mungu amkubali. Lakini akaona hiyo ni kazi kubwa. Basi kazi rahisi akaona ni rahisi kumuua mwenzake kuliko kujitengenezea kibali kwa Mungu. Kuliko kutenda mema Mungu akukubali. Unaona ni rahisi kumharibia mwenzio. Mungu akubariki. Asante sana. Jina la Bwana libarikiwe. Hivi kwa mtazamo haraka haraka tumejifunza ipi ilikuwa kazi ngumu? Kumuoa mwenzie au kujitengenezea kibali kwa Mungu? Alikwepa kazi ya kujitengenezea kibali kwa Mungu, kutenda mema alikwepa, ila akakimbilia kuua kama tafaidi. Usifikirie kumwangamiza mtu kama utafaidi, kwa sababu wewe utabaki wewe na yule atabaki yule. Kama hivi leo Pastor Sala amekufa, hakuna mtu atachukua nafasi yake. Hakuna mtu atakuwa Sara Juma Wega. Amen. Rafiki yangu kutoka Dar es Salaam aliongea jana akasema, kama huyu kapata kibali na wewe tengeneza kibali, ili siku waliongea wengi jana, unapoondoka duniani wasione mtu kuziba pengo lako. Waende mpaka basi. Sio unakufa tu pengo linazibika haraka haraka. Ulikuwa unafanya nini duniani wewe? Fanya kitu. Waachie watu maumivu unapoondoka. Watoe machozi. Waonyeshe walikuwa wanakupenda. Walilie kazi ulizokuwa unafanya. Anza kufanya leo, una nafasi. Amen. Kwa kama ulikuwa mgomvi waelewani na watu, anza kutengeneza, rekebisha. Wao wanasikia raha kukuona, kusema na wewe, kubadilishana mawazo na wewe. Siku ukiondoka sema, sasa yule mtu tungebadilishana mawazo sasa hayupo. Halo? Jina la Bwana libarikiwe. Leo hii kama Mungu angempa uwezo Pastor Sala aone kidogo vua nyumbani kwake kinachoendelea. Barikiwe kamanda. Asante sana. Aone Pastor Sala kinachoendelea hapa, angeshangaa. Pamoja na kujituma kwake, unafikiri alijua kwamba kuna siku watu watakusanyika kama hivi? Hakujua. Barikiwe. Hakujua. Lakini kama angeamka hivi, Mungu amuonyesha huko aliko, aseme angalia watu wale kwa ajili yako wako pale. Kazi nzuri wamefanya. Hakujua. Na wala hakujua kama sisi tuna mipango ya kwenda kumzika pale pale alikuwa anatumika. Hakujua. Hakujua. Hakujua hata kama kina Resha nao wangekuja kwenye msiba wake. Kina Kayuni hao hakujua. Na wachungaji wote hao hakujua. Hakujua. Sasa basi Habili anachukuliwa na Kaini, wanaenda uwandani. Sasa Habili anajua ni kaka. Watu walisema kikulacho kingoni mwako. Unaweza unasali na mtu kumbe anataka kukutafuta. Samanini lakini kwa hilo. Si Yesu alikuwa anasali na Iskarioti. Kwani alitoka mbali? Ndio maana Yesu alisema jihadharini na wanadamu. Kwani alisema jihadharini na shetani? Hawa wanadamu wana mambo. Wana mambo. Ila tukifika mbinguni itafahamika. Niwaambieni, kuna kitu mimi Mungu amenifundisha.
Sitaki kutukana dhehebu la mtu. Nimejifunza vitu vingi, maana nimetukanwa sana. Kama ni shule nimeenda, naogopa. Nataka nikamwone Yesu. Hivyo mimi si kibarua wake tu, yaani mimi kama binadamu wengine tu. Hata leo Yesu angesema pumzika kidogo, hii kazi ngumu, haki ya Mungu nakuapia mimi napumzika. Mimi hii kazi sijajipendekeza. Hata angesema ananichukua leo, poa kabisa. Mimi sijipendekeza kwenye kazi hii, aliniita mwenyewe. Na ndio maana nimekuambia siogopi kufa. Na wakuniua mimi simuoni. Amen. Labda nianze kutafuta wakuniua. Nataka kitambaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini namheshimu Jehova. Namheshimu sana. Namheshimu mno. Katika maisha yangu atakaloamua ndilo atakalofanya. Kwa sababu mimi ni mali yake. Kwa najiangalia hata kwenye utumishi wangu, najua mimi ni baraka kwa watu. Nifanye kile Mungu amenituma kufanya basi. Sisi tutajenga, tutafanya nini, vyote hakuna kipya vilikuwepo. Tutaviacha vyote. Kaini ameenda na Haberi uwandani. Alipofika kule kumbe amepakia mapanga na visu. Alafu alipofika pale akaanza kumpiga makonde mdogo wake, ngumi za moto. Haberi anasema kaka nini tena? Anapiga tu, anapiga tu. Amemwangusha chini, anachukua visu, anachukua panga. Analia, kaka nimekosea nini mimi mdogo wako? Analia. Sasa wewe unajifanya unaelewana na Mungu, unajifanya wewe unakubalika na Mungu. Leo tuone Mungu kama atakusaidia, tuone kama atashuka kusaidia. Akamchoma choma, toboa utumbo, damu zinamwagika. Analia, mdogo wake analia, analia. Naomba mnisikilize wachungaji wenzangu, Mungu huyu alikuwa wapi? Kuna kitu cha kujifunza. Usikajiona wewe mtakatifu kuliko wenzio. Na utafuti kifo cha kufa wewe. Utafuti kifo gani utakufa wewe? Hakuna haga hiyo. Haipo. Haipo. Mungu akitaka ufe kifo fulani ametaka. Hivi Mungu alishindwa kutuma kikosi cha malaika wamshughulikie Kaini? Akawaacha tu. Wako wapiganaji. Hivi Mungu alishindwa kumpa nguvu huyu Haberi, ampe nguvu kama za Daudi kukata kichwa cha Goliath? Hivi Mungu hakuona huyu mtu ndoto zake zinafia hapo? Wachungaji, hivi Haberi amekufa ameacha uzao? Bana. Waumini mnasomaga vitabu, Haberi amekufa ameacha uzao? Si afadhali na wengine wamekufa wameacha watoto? Ni kusema Mungu akumpenda? Anapigwa kisu. Alafu tumeambiwa ndio mwema huyo anayepigwa kisu. Anapigwa na mtu mbaya. Kifo kipo. Na huyu ndio alikuwa wa kwanza kufa. Maumivu yalikuwa makali kiasi gani? Alikuwa wa kwanza kuonja mauti. Akafa. Kaini anarudi nyumbani, ameua mdogo wake, eti anaendelea kula maisha. Mungu akashuka akasema, Kaini, ndugu yako yuko wapi? Asema, wewe Mungu umeniweka kuwa mlinzi wa ndugu yangu. Watu wa hivi wapo. Wachungaji tuna kazi. Usishangae unajibiwa na mtu wa kawaida majibu kama yote ya kukufedhesha, kukuharibia heshima yako, kushushia hadhi. Haina noma. Unalazimisha heshima. Mimi bwana nilishajizira, naye ni heshimu poa, asiye ni heshimu sawa, kwa sababu Mungu hawamheshimu wote. Ukitaka dunia hii kila mtu akuheshimu, ondoka. Ufanye mazuri gani dunia yote kuheshimu? Mazuri gani utafanya kumshinda Yesu?
Wengine walipookoka wafikiria wataheshimiwa sana. Subutu. Kwanza ndio unaanza kuyasikia na matusi, hujawahi kutukanwa toka umezaliwa. Unafikiria niache ulokole niendelee? Endelea. Wengine tusingetukanwa, tumetukana tu kwa ajili ya Mungu. Sio mimi tu. Mkumbuke Elisha. Hajawakosea, anajipitia tu. Vijana wametokea. Wewe mwenye upara wewe. Pa kama Elia, mwenye upara, pa mwenye upara. Mwenye upara, pa kama Elia baba yako wa kiroho. Kama upara wa kwangu. Sisi na sisi binadamu tukichukia wewe. Mimi niliona kama jambo dogo lile tu, sikumbe Elisha limemuumiza. Akasema dubu na simba, njoo hapa. Alikuwa na upako. Aliwaita simba na dubu washambulie wale wanaomtukana Elisha. Simba na dubu zikaja kutoka polini. Kwani zilimng'ata Elisha? Nikasema Elisha unasemaje? Alisema larua hao. Zikaanza kuwalarua wale watu. Kumtukana tu Elisha walilaluliwa. Usifikirie sisi hatunaga hasira, jiangalie. Kuna binadamu ambaye hana hasira hata tone wewe. Mungu ana hasira alafu mimi sina hasira hata tone. Wapi na wapi? Ila hasira isikae sana kifuani, maana anasema ikikaa kifuani unakuwa mpumbavu. Anasema mwe na hasira lakini msitende. Umeona Biblia ilivyo tamu? Yaani unaruhusiwa kuwa na hasira lakini hiyo hasira isikupelekee kutenda. Kama kukemea, kemea. Kuonya, onya. Lakini usitende dhambi. Unamchukia mtu kanisani, sema amefanyaje? Pako naenda ukampiga na mkongoto yuko kanisani. Hizi hasira sasa ni dhambi. Jina Bwana barikiwe. Unapiga watu kanisani ni dhambi. Mimi kuna watu eti walikuwa wamenipa jina eti napigaga watu kanisani. Nikabaki na shangaa mimi mwenyewe. Mimi napiga mashetani. Mikongoto tena ya kiroho. Ndio nayopiga. Sasa napiga binadamu, sasa nitapateje waumini kama nawapiga? Ningepateje? Nina waumini zaidi ya 1000. Sasa ningewapata vipi kama napiga? Yaani wewe uje usali kwangu napiga unakaa. Utakuwa unazo wewe. Sasa kutoshi. Kama nachapa nikuchanja mbuga kimbia. Tunatukanwa tu, tunabatizwa majina ovyo ovyo. Halo? Anasema umeniweka kwa mlinzi wa ndugu yangu mimi. Anaambiwa Mungu, anajibiwa Mungu. Wachungaji chonde, kweni wapole muda fulani kama Yesu. Utashindana na kila mtu kwa maneno. Mwingine yache yapite. Mwingine mvumilie. Mwingine kesho ataangukia pua atakifunza. Hivyo. Utawaweza wote yule kila mtu ushughulike naye, hufiki safari utachoka. Mimi muda fulani nilimwambia Yesu nipige sindano ya ganzi. Nikisikia kwa ametukana nione kama hawajatukana. Maana nitachoka sasa. Muda fulani nakuwa kama fiatu ili ni kwa sababu ukichukua yote mishtuko ya kwako tu na nini. Nilikutana mtu mmoja tena wa kawaida, lakini niliona Yesu anaongea na mimi kupitia yule mtu. Alikuwa nesi. Jambo litokea moja baya hivi, silisemsemi. Wakakorofishana watu fulani mke na mume. Tukanana soko la jioni kule tukanana. Halafu akarushiwa na vyombo nje. Mwanamke karushiwa na vyombo nje. Baba huyo akasema, Mkabenga ndio mke wako, ndio mume wako, sio na nini, uende soko la jioni kote. Sasa mpendwa ananipigia simu. Baba, nimetukanwa. Baba fulani anasema wewe ni mume wangu. Alikuwa anakutukania wapi nyumbani? Soko la jioni. Mimi nikasema, soko la jioni. Jamani naambia, mke wangu njoo hapa, njoo. Sasa nilivyosikia, sasa soko la jioni, si nikajua mwanzio nimechafuka sasa.
Kwa ni matusi tu ya kawaida Mungu ameruhusu. Soko la jioni. Basi nawaza sasa watu wananiheshimu sana. Matusi yote haya watanielewaje pale soko la jioni? Kibinadamu hivi. Nimeanza kuwaza. Nimepata mshtuko. Naingia chumbani natapika. Huyu anasema nini mume wangu nini? Ambia kuna watu wamegombana soko la jioni, amemtukana hivi na mama watoto akasema wewe utaacha kanisa wewe. Haya tu. Utakuja kuacha watoto, utakuja uniache mjane mimi. Nataka nikwambie kitu ambacho ni true. Sasa nimetoka hapo sasa. Baadaye nasikia tabu kidogo. Ni fundisho. Sio fundisho hii. Sio fundisho. Mishtuko ya ajabu. Unikuti nayo sasa. Unikuti nayo. Nimeenda kwa daktari. Akacheka akasema Mwakabenga wewe ni mzima sana. Ila naona kama kuna kitu kimekushitua. Nikasema ni kweli. Unaweza kuniambia? Nikamwambia, akasema sikiliza. Huu ndio ugonjwa wa watu wakubwa. Mishtuko. Mishtuko. Wanasema pressure, wanasema kisukari, sijui na vitu gani. Magonjwa ya watu wazito. Ukiumwa kisukari na pressure, yani wewe kawaida wanasema umerogwa. Nimeenda kwa rafiki yangu Dr. Mabula pale kucheki na tuko na huyu kiongozi. Maana mimi nachekiki afya, sio mpaka niumba. Cheki afya na nini? Akacheki, nikamwambia cheki kila kitu, akacheki. Nikamwambia vipi? Akasema uko vizuri sana. Au nipunguze kazi? Mimi nachapa sana kazi, akasema usipunguze. Ila kumbuka kula. Piga kazi zinaweka mwili vizuri. Lakini yule daktari kaniambia mambo ya kushtuka. Umesikia Mkristo na Mkristo wamegombana, unapandisha pressure. Unafanya nini? Utatuacha. Akaniambia acha mara moja. Acha mara moja. Nikaona ni Yesu anasema na mimi. Tangia hapo sijui nani amenisema, mimi sijui. Nani amenitukana, mimi sijui. Ndio maana unaona ninaendelea vizuri. Haleluya. Ndio maana naendelea vizuri. Kumbe ukianza kuweka wamebweka kidogo, nani anabweka? Wamebweka kidogo, nani? Acha kuhangaika na mbwa na bweka hangati. Hawangati hawa. Wanaokutukana hawangati. Wanaokusengenya hawangati. Wanaokusema vibaya hawangati. Wanaokusengenya hawangati. Achana nao. Angalia kusudi la Mungu ni nini katika maisha yako. Kwisha habari yake. Haya, mimi nimemaliza na kusomea tu hapa. Panakuhusu wewe, mimi na Pastor Sala. Amini. Yohana 5:24. Amini naambia yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni. Aliyemwamini Yesu Kristo hata ingia hukumuni. Wewe uliyemwamini Yesu Kristo, ukifa huingii hukumuni, hakuna hukumu juu yako. Una uzima wa milele. Huu hapa ni uzima wa muda. Tuko pamoja? Baada amepita kutoka mautini. Amina, barikiwe kamanda. Amepita kutoka mautini na kuingia uzimani. Amini nawaambia saa inakuja na sasa ipo, wafu akiwemo Pastor Sara, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Watakuwa hai. Wote tuliowazika. Wako kina miti mingi waisha kufa, kina Rwakatane, kina TB Joshua, kina Mwansasu na wengineo. Sijasema majina, maana ningesema tu kanisani kwangu nasema napendelea. Na wakanisani kwako akiwemo Pastor Sara. Biblia inasema Yesu atakuja kuwaita, halafu wataisikia sauti yake. Hawatasikia sauti ya mtu yeyote. Hawatasikia sauti ya chifu, hawatasikia sauti ya mbunge, hawatasikia sauti ya barozi wa nyumba 10. Wataisikia sauti ya mwana wa Mungu. Hatawaita, wataisikia sauti, maana sauti ya Yesu ina
Mtakatifu, sauti moja tu itawaambia amkeni, amkeni. Kinapasa Sara itawaita njoo upate uzima wa milele, musikie raha ya mbinguni siku ya mwisho. Tunalo tumaini la kumkuta hapo baadaye. Tunalo tumaini. Hatujui mwisho wa dunia ni lini, hatujui parapanda italia lini, lakini kuna siku parapanda iko moja tu kwa mbinguni, moja tu. Hakutakuwa kwa sijui lebu la pale la pale la pale la pale la pale, vyote tutaviacha hapa, maana vimetuchosha, maana vimetuchosha. Tutaviacha hapa, kule tutaenda kwa kitu kimoja. Alafu mwanaume atatupanga, wewe pako pale, weka pale, weka pale, hakuna mjadala. Halo, halo. Pasa Sara Juma Wega ameenda kupumzika. Biblia inasema ili wafu wafao katika Bwana wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yatafuatana nao. Sasa unajaji nini? Matendo yake yanafuatana naye. Si hukumu, sije kwa hukumiwa. Kila mtu matendo yake yatafuatana naye. Halo? Ndio. Jiangalie wewe. Siku unapoondoka duniani, na ukiondoka utakuwa mgeni wa nani huko unakokwenda. Sina shaka kwa habari ya mtumishi wa Mungu Pasa Sara Juma Wega, najua ameshaenda pepo. Nimekuambia kifo kipo, na nikakwambia sio watakatifu wote wanakufa kifo cha kunyoa cha kutulia. Kuna mwingine anakufa huko anasema nipe kikombe cha chai, anaongea na watoto wake, jamani mkafanyage 1 2 3, mimi sio muda mrefu nitaondoka, nipe tena, anakunywa, baadaye anajinyosha, anafanyaje? Anaondoka. Mwingine Martin Luther alikufa kwa kupigwa risasi. Kwani Mungu hakuwepo? Si aliruhusu? Naboth alipigwa na watu, Yezebeli akamwalikia watu, alikuwa mtakatifu. Kama wote kufa. Sasa sijui kifo kizuri ndio kipi. Mimi najua kifo kizuri ni kufa katika Bwana, ndio kifo kizuri. Baba njoo, sikasema Maria atatoka da, anaongeaga mwenyewe, nilikuwa na mambo jamani, hajaingie. Simenielewa? Mimi ndio askofu mkuu wa House of Prayer International Ministry. Huyo alikuwa mtunza hazina wangu. Asante kwa Kristo.